السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Na tasharraf kusimama katika kikao hiki kikubwa ambacho ndani yake anatajwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waliopita wamezungumza mengi na wote wamemzungumza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kadri Mwenyezi Mungu alivyowezesha. Mtu mmoja alikuwa anaitwa Salman Rushdie. Alikuwa kazi yake ni kuandika vitabu vya kumtukana Bwana Mtume Muhammad. Ameandika vitabu vingi sana, The Midnight Children. Kuna kitabu amekiita The Satanic Verses, aya za shetani. Kile kitabu amekiandika kwa lengo la kumkashifu mtume pamoja na familia yake mtume, akiwemo mama Aisha radhiallahu anha wa ardhaha. Na kwenye kitabu kile akaeleza kwamba mama Aisha alikuwa ni malaya, katika moja ya njia ya kumkashifu mama Aisha radhiallahu anha. Alipokizindua kile kitabu, watu wengi sana wakashawishika kukisoma Ulaya kwa lengo la kutaka kujua kwamba huyo mama Aisha alikuwaje na matukio yake yalikuwaje. Watu walipoenda kukinunua kile kitabu cha The Satanic Verses, wakajikuta wanaingia katika Uislamu kwa sababu walisoma sifa za mama Aisha, kisha wakarejea kwa maelezo ya Bwana Mtume Muhammad, wakakuta sivyo alivyoeleza Salman Rushdie. Na alirejea kile kisa ambacho mama Aisha radhiallahu anha alizushiwa kwamba amezini na yule sahaba aliyekuwa akiitwa Safwan. Kila mmoja anajua hadithul ifki. Mama Aisha radhiallahu anha alikuwa amezushiwa kwamba amezini na sahaba wa mtume, mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu alipokuja kumsafisha mama Aisha, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, hakika wale ambao wanakuja na uongo ni kundi katika miongoni mwa kundi lako Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Moja ya sifa ya mtume, kila unapopanga mpango wa kutaka kumchafua ndio inakuwa sababu ya kumnyanyua Bwana Mtume Muhammad. Kila unapopanga mpango wa kutaka kuichafua familia yake inakuwa ndio sababu ya watu wengine kuingia katika Uislamu. Kwenye biashara kuna kitu kinaitwa business life cycle au company life cycle. Nitoe lecture kidogo, kina Sheikh Mweleko atakuja kutoa mawaidha, mimi niwapenye lecture kidogo. Kwenye biashara kuna kitu kinaitwa company life cycle. Ukifungua biashara, hatua ya kwanza kuna kitu kinaitwa introduction. Unaitambulisha ile biashara watu waweze kuijua. Asante Bwana Abdurrahman. Unaitambulisha ile biashara watu waweze kuijua. Kuitambulisha biashara unakuwa unafanya matangazo watu waweze kuijua. Sasa kwenye matangazo kuna kitu kinaitwa word of mouth. Yani kile kitu kinahitaji kitajwe sana midomoni kwa watu ili waweze kukijua. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, moja ya sifa yake, kadri unavyomtukana inakuwa ndiyo sababu ya kumnyanyua Bwana Mtume Muhammad, sio kumdogosha Bwana Mtume. Inakuwa ni sababu ya mtume kukaa katika midomo ya watu. Ndio maana leo unaona Ulaya watu wengi wanaingia katika Uislamu kwa sababu ya vitabu vingi viliandikwa kwa sababu ya kumkashifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu ameahidi akasema, inna kafainaka almustaziin, hakika ya sisi mtume tunakutosha wewe kwa wale ambao wanakufanyia vitimbwi na mzaha, wakakuandika vibaya, wakakusema vibaya. Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kumuhami Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kila anayefanya juhudi ya kutaka kumdogosha mtume, Mwenyezi Mungu ameahidi kule, warafa'na laka dhikrak, tayari tumeshaunyanyua utaji wako Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nimalize nikae chini. Mwandishi mmoja alikuwa anaitwa Michael Hart wa Kiingereza.
aliwahi kuandika kitabu kimoja kinaitwa The 100 Most Influential Person in History, watu 100 bora waliowahi kuwa na ushawishi duniani. Michael Hart hakuwa Muislamu, Sheikh Abdurrahman Michael Hart hakuwa Muislamu. Na huu uzungumzaji huu jamani, kila mmoja ana identity yake. Sheikh Musa, kila mmoja ana identity yake kwenye uzungumzaji. Sheikh Abu Yakubu akizungumza hawezi kuwa sawa na wewe, hawezi kuwa na Sheikh Musa, hawezi kuwa Shamwelekwa. Kila mmoja ana identity yake. Akizungumza Sheikh Abdurrahman, mimi namwambia kila siku yeye azungumzie mambo ya usufi, kwa sababu huyu ni msufi kulikuwa na usufi anauweza. Sheikh Musa Kasubi akizungumza na mambo yake akizungumza. Sheikh Mwelekwa, kila mmoja Mwenyezi Mungu amempa ladha yake na identity yake kwenye kuzungumza. Kwa hiyo si wengine huwa tumechukua kidogo ile manhaji ya kina Sheikh Yusuf Kidago na kina Sheikh Isa London. Kwa hiyo tunapenda wao wametuinspire sisi mpaka tunapenda kunukuu vita. Kwa hiyo mtuvumilie. Sasa Michael Hart yeye aliandika kitabu The 100 Most Influential Person in History, watu 100 bora waliowahi kuwa na ushawishi mkubwa duniani. Akamtaja the number 1 was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namba 1 akamtaja ni bwana mtume Muhammad. Kwa nini kamtaja bwana mtume? Kamtaja mtume kwa sababu mtume ndiyo mwanadamu ambaye ameweza kuinfluence watu wengi, ameweza kutengeneza ushawishi kwa watu wengi duniani akiwa yupo hai mpaka amekufa. Yani mtume katika moja ya muujiza wake anashawishi watu kuingia katika Uislamu hali ya kuwa hayupo duniani. Akasema huyu ndio mwanadamu amewahi kuwa na ushawishi duniani kuliko mwanadamu mwingine yoyote, bwana mtume Muhammad. Wasiokuwa Waislamu wanamtambua hivyo. Hii inaonyesha thamani, ile value aliyokuwa nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na dunia leo tunaiona haiingii katika mabalaa. Tanzania leo tunaiona haiingii katika mabalaa. Sheikh Abdurrahman Mburahati kuna mambo ya ajabu. Katika miongoni mwa maeneo ambayo kuna mambo ya ajabu, Magomeni, Kinondoni, Tandale, Buza, Mburahati, yani kuna maeneo na mambo ya ajabu. Mambo hayo waliopita walikuwa wakiyafanya, walikuwa wanaangamizwa. Lakini leo kuna mambo yanafanyika Mburahati hii lakini bado hamuangamizwi. Kwa nini? Kwa sababu kuna vikao kama hivi kina Sheikh Abdurrahman wanamtaja bwana mtume Muhammad. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Mwenyezi Mungu hawezi kuwapelekea watu balaa ikiwa Muhammad yupo kati yao. Kwa hiyo dunia leo inapata salama, dunia inapata amani kwa sababu watu wamemshika bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Hata hii Tanzania mnayoiona leo watu wanajaribu kutaka kushawishi, kuichafua, kuhangaika, pengine patokee vurugu, patwa amani itoweke. Lakini kulikuwa na watu huko nyuma, moja ya sifa yao kwenye majumba yao, wazee wetu zama zilizopita, ilikuwa kila Alhamis lazima atajwe bwana mtume Muhammad. Sheikh almarhum Sheikh Hassan bin Amiri, wakati mvua imekosekana miaka ya 60 kurudi nyuma, mvua imekuwa hainyeshi hapa mjini Dar es Salaam, hali imekuwa mbaya, Tanzania kuna ukame, watu wamehangaika, wakamfuata Sheikh Hassan bin Amiri wakamwambia tufanyaje? Sheikh Hassan bin Amiri, moja ya vitu ambavyo alifanya, akawaambia tutoke tuelekee katika uwanja wa Jangwani. Wametoka Anatoglo, kwa wale ambao wamezaliwa mjini watakuwa wanapajua Anatoglo. Wametoka Anatoglo wakawa wanakuja Jangwani. Lakini kabla ya kutoka, Sheikh Hassan bin Amiri akawaambia kwanza tuende huku, tunatembea tukiwa tunamswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi. Kabla hawajafika maeneo ya Faya, mvua ikaanza kunyesha kwa sababu ya swala ya bwana mtume Muhammad. Habari hizi tumesimuliwa na mashekhe zetu akituambia sababu ya kunyesha mvua wakati huo ilikuwa ni swala ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tumshike bwana mtume Muhammad kwa sababu yeye ndiyo qudwa, lakini itakuwa ni sababu ya kuweza kufaulu kuondokana na majanga kama alivyosema Sheikh Yakub kwamba hata mitihani, dhiki, ufukara, majanga yataondoka, na hakuna kitu ambacho mwanadamu hakipendi kama ufukara. Tuliokuwepo hapa kila mmoja apende ufukara, kwa sababu ufukara unampelekea mtu kuwa chawa. Al-Imam Muhammad Mutawalli Sha'rawi aliwahi kusema kwamba at-tajwi'i yuaddi ila tarki'i, yani mtu akiwa ana njaa inampelekea kwenda kurukua na kwenda kumsujudia mtu. Unaweza ukaiona haki uwezi kuisema kwa sababu una njaa. Utasema kwa mujibu wa yule anayekupa kula, man lam yaakul bifasihi
lam yantiq min aqlihi, yule ambaye hawezi kula kwa jasho lake, hawezi kuongea kutokana na akili yake. Mtu mmoja aliwahi kusema, a good dancer must know when to leave the stage. Ukiwa mnenguaji mzuri, ujua muda sahihi wa kuliacha jukwaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.